kukombolewa, kukombolewa, hai kupita lugha kutamka, kulionyesha neno lake, nimekuwa mtoto wake. Basi Mathayo sura ya 28 mstari wa 5 mpaka mstari wa 8. Kitabu cha Mathayo kwenye maandiko matakatifu. Mungu akubariki sana kwa kuweza kuhudhuria kwenye ibada yetu ya asubuhi ya leo, ibada ya Pasaka ambayo sisi tumeanza toka Jumatano. Nilikuwa na semina hapa na tunamwamini Mungu, tumemuona kwa namna ya kipekee, na asubuhi ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuazimisha siku hii njema, siku ya baraka, siku nzuri kwa ajili ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka useme amina kwa sababu ni Pasaka ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Mathayo 28 mstari ule wa 5 mpaka wa 8. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani hebu njoo ndio first hiyo ni haitakiwi. Hayupo hapa. Ni mixa hii cha kijani, nafikiri cha buluu au kijani hicho. Kuna kitu hapo pande huko. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Joni patazame mahali alipolazwa. Mstari wa 7. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka kati ya wafu. Lakini hapo imeandikwa katika wafu. Mimi nimesema kati ya wafu. Amefufuka kati ya wafu au katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Mstari wa 8. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii nzuri ya baraka, asubuhi njema ambayo Mungu umetupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwako na sikuja hapa kusikiliza maneno yako. Tunaamini ya kwamba Yesu uko pamoja nasi asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako. Sema amen. Sema amen. Amen. Somo letu toka siku ya Jumatano tulikuwa tunazungumzia kazi ya msalaba na damu ya Yesu. Msalaba na damu ya Yesu. Tumeangalia vipengele vingi. Tuliangalia msalaba ni nini, maana ya msalaba. Tukaangalia katika Agano la Kale msalaba ulikuwa unamaanisha nini. Tukaangalia katika Agano Jipya msalaba unamaanisha nini. Tukaangalia kazi ya msalaba katika maisha yetu. Tukaangalia damu ya Yesu na kazi yake. Tukaangalia matumizi ya damu ya Yesu. Leo ni kipengele cha mwisho katika semina yetu, bacho tunamalizia, na kwangu mimi ni rahisi tu. Yu hai amefufuka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaandika leo, siku yetu ya mwisho ya semina na kumalizia, andika yu hai amefufuka. Wakati wanafunzi wake Yesu walipokuwa na Yesu wakitembea naye, au niseme alipowachagua wakaanza kazi pamoja naye, bila ya shaka yoyote ile walijisikia vizuri, walijisikia fahari kubwa mno, walijisikia kubarikiwa kwa namna ya kazi na huduma iliyokuwa ikifanywa na Yesu aliye hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amina iliyoshiba. Si leo ni Pasaka ya Bwana. Kwa namna ya huduma ilivyofanywa, kazi yake, namna alivyokuwa akipita huku na kule kufanya kazi, na bila ya shaka yoyote ile, ninao ushahidi wa kutosha kwenye maandiko jinsi ambavyo kazi ilifanyika kwa weledi mkubwa na Yesu aliye hai. Wagonjwa walipona, wafu walifufuliwa, mapepo yalitoka, kila namna alipopita Yesu. Na ndio maana kuna wakati tulifika tukatunga nyimbo, kila alipopita Yesu alitenda mema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wanamfuata kwa makumi, kwa mamia, kwa maelfu, kwa namna ya uzuri wake na kazi aliyokuwa anaifanya. Jamani, haleluya. Mtu wa namna hii, siamini hata kidogo kwamba kwenye mikutano yake, kwenye shughuli zake, kwenye kazi zake, siamini kwamba alikuwa na watu wachache. Ninachoamini, alikuwa na maelfu na mamia ya watu kwa namna alivyokuwa anafanya kazi yenye matokeo kwenye huduma yake. Jamani, haleluya. Kama leo watu wanakusanyika kwenye maeneo fulani fulani, watu fulani fulani wanaamini kazi ya Yesu namna alivyokuwa anafanya. Wanafunzi walifika mahali wakajisikia fahari. Unajua ni hivi, huwa unajisikia fahari kuona huko pamoja na mtu anayeleta matokeo kwenye maisha, na wewe unajisifia, unajisikia vizuri. Watu wakikuuliza unasema mimi ni mwanafunzi wake jamaa fulani, mimi ni mwanafunzi wa Yesu, mimi ni yule Yesu, ni damu, mimi na yeye tuko pamoja, ndio miongoni mwa mbeba mikoba yake. Unajisikia vizuri, unajisikia fahari, unajisikia kuendelea kuwa naye kwenye maisha yako. Haleluya. Ninaanza kumwona Petro, ninaanza kumwona Mathayo, ninaanza kumwona Yohana, ninaanza kumwona Filipo, ninaanza kuona wanafunzi walivyokuwa wanajidai, wanatembea kifua mbele, wanatembea kwa kujiamini, wanatembea kwa kujisifia, na wakiwa wanaamini siku zote za maisha yao watakuwa pamoja naye, wakitembea naye, wakizunguka naye, wakitamba naye, wakiishi naye, mambo yakiendelea, maana wanashuhudia vitu vikitokea, na wao maisha yao yamebadilika kwa sababu ya Yesu aliye hai anayetembea kwenye maisha yao. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Amen. Kuna namna unajisikia, kuna namna unajivunia, kuna namna unajisikia fahari na unatamani, na naamini kila ulipokuwa unarudi mitaani kwao wanasema tunaye mwanaume, tunaye Yesu aliye hai. Yaani mambo yanayotokea hata masikio yetu, hata macho yetu hayaamini. Makuhani, viongozi wa dini wanataharuki kwa sababu ya Yesu aliye hai. Anapopita mambo yanatokea, vitu vinatokea, dini zao zinakosa wateja kwa sababu ya mfalme Yesu aliye hai. Wanakaa vikao kumwangalia, kumjadili, lakini Yesu alikuwa anafanya mambo ya kushinda masikio yao, kushinda mawazo yao, kushinda mtazamo wao. Jamani, haleluya. Kwa hiyo naanza kupata picha ya Yesu namna alivyokuwa kwenye mikutano yao, namna wanafunzi walivyojisikia, walivyoona fahari juu yao. Ghafla katika mafundisho yake, moja ya mambo aliyokuwa anazungumzia mwishoni, akaanza kuzungumzia kifo chake, kitu ambacho wanafunzi
wanafunzi wasingependa kusikia. Jamani, amina. Unaonaje una baba anawatafutia maisha, mambo yanaenda, alafu baadaye anawaambia jamani, unajua nitakufa. Mnaanza kusema mzee, acha hayo mambo, acha hizo basi mzee, acha hizo basi mzee, acha bwana. Mwishoni anaanza kuzungumzia kifo, anaanza kuzungumzia kuondoka, na anaanza kuangalia namna ya mioyo ya wanafunzi wa Yesu, namna ambavyo sasa inapokea mafundisho ya mwishoni juu ya kuondoka kwa Yesu aliye hai hapa duniani. Wakawa hawajisikii sawa sawa, kwa sababu walishamzoea na walizoea kuona mambo yakitendeka. Maana kuna masuluhisho yanapatikana kwa sababu Yesu yupo. Wangapi ulishawahi kujivunia wakati baba yupo nyumbani? Unajua baba akiwepo mboga itapatikana, baba akiwepo mambo yatafanyika, baba akiwepo vitu vitatokea, baba akiwepo hakuna cha kutubabaisha. Leo najisikia fahari, baba yupo. Sasa leo anatangaza kuondoka, naanza kuona wanafunzi wake wanaanza kupata tatizo, wanaanza kupata taharuki, wanaanza kupata shida, na wanaanza kuona ya kwamba pale nyumbani mtaani nilivyokuwa naishi na watu wanaelewa nilikuwa natamba kwa sababu ya Yesu. Alafu leo jamaa anatangaza kuondoka, nitaishije mtaani mimi? Kukombolewa furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha dola. Anishi wa mtaa. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ishi ya mtaa. Unaanza kujiuliza nitaishi, mambo yatakuwaje? Na yeye anasema naondoka, hasimami, naondoka. Amezungumza habari ya kuondoka, naondoka. Alafu siku moja akazungumza neno la matumaini ya kwamba lakini mimi sitakufa kama wao, nitafufuka. Alafu neno la kufufuka wanapolisikia aliwaingia masikioni, unafufukaje? Maana tunawafahamu wengi mashuhuri, wengi wenye vyeo walishakufa, wenye majina walishakufa.